Msichana wako amepata mimba, umempeleka hospitali, daktari akamwambia kulingana na afya yako wewe msichana hutajifungua salama. Ni mawili, aidha utakufa wewe ama atakufa mtoto. Kwa hivyo chagua. Aidha utamineti mimba uokoe maisha yako, ama baki na mimba siku ya kuzaa uzae mtoto lakini wewe uende. Sasa wewe ndio nyanya wa huyo mtoto atakayezaliwa. Unaambiwa uchague kati ya mjukuu na mtoto, utachagua nani? Billahi alaykum. Unaambiwa uchague kati ya mjukuu wako azaliwe hai lakini ukose mtoto, au utamineti mimba ya mwanao ili usafi maisha ya mtoto wako lakini ukose mjukuu. Nani ni bora kati ya mwana na mjukuu? Billahi alaykum. Kwa hivyo hiyo ndio dharura moja miongoni mwa dharura ambayo inaweza fanya mtu akalazimika kutoa mimba. Ikiwa maisha yako ni kati ya wewe na mwanao, aidha uzae mtoto wewe uende au yeye afariki wewe baki. Kwa hivyo katika hali kama hiyo maisha ya mama ni bora zaidi kuliko maisha ya mtoto ambaye hatujamjua atakuwa namna gani. Hiyo haikuwa lengo. Tunaongea kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwamba lote lile ambalo kwamba linatokea ni kwa mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo naongea hivi kwa sababu ya hali ya kifo kilichotokea. Kwa hiyo si vizuri watu waanze kusema kwamba labda ingekuwa si ndege ni meli ingetokea, labda isingekuwa ni ndege ni gari haingetokea, labda angetembea mguu lisingetokea. Ilikuwa ni mipango ya Mwenyezi Mungu ishafanyika, na ni mambo ambayo kila mtu alikuwa anashajichagulia na limetokea vile kwamba limetokea. Kwa hivyo inshallah sote turudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tuamini kwamba ni mipango ya Mungu na tusiongee lingine ila hilo. Na unaweza kuwa umeswali, unaweza kuwa umefunga, unaweza kuwa umetoa zaka, lakini kama imani yako juu ya mipango ya Mungu iko na wasiwasi, Uislamu wako bado uko na shida. Hizo swala zote hazina maana, hiyo kufunga yote haina maana, maadamu bado una imani ya kishirikina na kufikiria kwamba litokealo ni la kishirikina, una matatizo katika imani yako. Swala la pili ambalo ningependa kuzungumza katika munasaba wa leo. Kawaida mtu anapoondoka kuna mali anakuwa ameacha. Na kawaida mali inapoachwa haitaachwa ioze, lazima kuna vile watu watagawana mali. Je, Uislamu unasemaje kuhusiana na masala ya kugawana mali? Bila shaka mara nyingi tunaandika will, tunaandika wasia kwamba tutarithiwa namna gani. Na je, kwa mfano mtu afariki bila wasia inakuwa namna gani? Katika Qur'an urithi ni predetermined. Nikisema predetermined ina maana kwamba share ya mama inajulikana, share ya baba inajulikana, share ya dada na kaka inajulikana, na Uislamu ama Qur'an imezungumzia hali hizi kwa scenarios. Kuna scenario ikitokea hivi, urithi utakuwa namna kadha. Scenario ikitokea namna hii, urithi utakuwa namna kadha. Scenario ikiwa ni tofauti, urithi utakuwa namna kadha. Kwa hivyo hakuna scenario ambayo kwamba haijatajwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa hivyo tayari aliandika will, na ambaye hakuandika will wote wana haki ya kurithishwa kulingana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali kulingana na Uislamu. Qur'an ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na usulu sharia, the principles of Islamic jurisprudence, wanasema kwamba la ijtihada ma'an nas. Hakuna kuleta kauli ya mwanadamu mahali ambapo Mwenyezi Mungu amesema. Kwa hiyo kama Mwenyezi Mungu amesema mama apewe nusu, wewe ni nani kama wanadamu ubadilishe kupunguza au kuongeza? Mahali ambapo mama Mwenyezi Mungu amesema dada apewe hii, wewe ni nani kusema Mwenyezi Mungu amekosea, mimi nabadilisha hiyo fraction? Kwa hivyo wasia katika Uislamu ni masala ambayo kwamba yanahusiana na sadaka, na wala si masala yanahusiana na masala ya urithi, ila tu ikiwa labda pengine mtu atakuwa anataka kuandika wasia, tutaeleza wasia wa Kiislamu unakaa namna gani na urithi unakaa namna gani. Jambo la kwanza katika masala ya urithi, ningependa kuzungumzia kitu kinaitwa tarika. Tarika kwa lugha nyingine ni estate ama mali ya marehemu. Mali za marehemu ni
permanent assets. Labda mtu uko na shamba, labda mtu uko na nyumba mahali, labda mtu uko na hoteli mahali. Chochote kile ambacho kwamba ni permanent asset, hiyo ni aina ya kwanza ya mali. Katika mali ambazo kwamba zinafaa kurithiwa. Hiyo pili wanasema ni al-manqulat. Ni mali ambazo kwamba zinaweza kuhamishwa. Whether ni magari, au ni furniture, au ni vitanda, au ni nguo, au chochote kile, hiyo ni mali aina ya pili. Mali aina ya tatu ni madeni. Ikiwa mtu anadai watu na hajalipwa, labda kuna wapangaji wake wako ndani ya nyumba na hawajamlipa, labda kuna watu walikuwa nauza chakula walikula na hawakulipa, maadamu yeye marehemu ndio anadai, haya yote vile vile anafaa kukusanywa na inaingia upande wa assets. Hiyo ni mali aina ya tatu. Mali aina ya nne, kuna madini na pesa taslimu. Either yuko na gold au silver au diamond au currency yoyote, ni shilling, ni dola, ni yen, ni riyal. Hiyo ni mali aina ya nne. Na mali aina ya tano nitaita claims. Labda ni mtu alikuwa na insurance anafaa kulipwa na hajalipwa. Labda ni mtu alikuwa amekatwa sikio na sheria ilisema akikatwa sikio anafaa kulipwa ngamia kadhaa au pesa kadhaa, hajalipwa. Hiyo yote vile vile inaingia katika assets. Kwa hivyo hizo ni mali aina ngapi? Aina tano. Kuna mali aina moja ambayo hairithiwi kulingana na sheria ya Kiislamu. Kuna mali aina moja ambayo pamoja na kwamba ni mali lakini haitusaidisha kulingana na sheria ya Kiislamu. Nayo ni kama vile tulivyokutana hapa, baada ya kuzika tukakubaliana kwamba tufanyeni mchango kidogo wa kuchangia familia. Mana kamano nyakoromogi jowang' mano endo chenro mar ik mar jolweny ma Odhiambo manyoro noyudo masira mar ndege. Achiel timore e boma mar Kilifi, to moro timore e boma mar Moyale nyakoromogi jowang'. Gisani koro wadhi adhiya nyime gi ote mar mbaka ndalo. Watimo mos ne familia gi jogo tumo wito jowetegi e masira mar ndege manyoro no endo, kendo wakwayo ni Nyasaye omedgi teko mar bedo gi kwe gi sechegi eki. Achiel kachiel nyaka ir Mina Jacus nyakoromogi jowang' kokelonwa gimiluongo ni Ochopo Sama Koro. Erokamano ahinya Kolius, chunyi ogone Nyasaye erokamano. Mar ariyo wago mos ahinya ne jowa ma samoro wito ngimagi e masira mar tho. En mane wan be kaka kawaida kabe moyode mokwa chunowa nyaka koro wabi bende wabi e kibarupa mapile. Arani mondo awuo kuom wach moro matin kabisa kuom thuolo momiya manok mondo awuo kod merewa masani. Erokamano maro